Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Alizaliwa mwaka 1930 katika kijiji cha mbali nchini Kongo, nchi iliyokuwa bado chini ya ukoloni wa Ubelgiji. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Joseph Desir Mobutu. Hakuzaliwa akiwa tajiri, wala hakulelewa kwenye familia ya kifahari. Lakini tangu akiwa kijana, Mobutu alionyesha jambo moja wazi: alikuwa na tamaa ya mamlaka na nidhamu kali. Akiwa kijana, Mobutu alijiunga na jeshi la kikoloni. Hapo ndipo alipojifunza nidhamu, nguvu ya silaha na umuhimu wa utii. Lakini tofauti na wengine, Mobutu alikuwa msikilizaji makini na mzungumzaji mjanja. Alijua lini anyamaze na lini azungumze. Baada ya Kongo kupata uhuru mwaka 1960, nchi iliingia kwenye machafuko makubwa. Kulikuwa na migawanyiko ya kikabila, mapambano ya madaraka na uingiliaji wa mataifa ya nje. Ndani ya vurugu hizo, jina la Patrice Lumumba lilitawala kama tumaini la wananchi. Lakini Mobutu alikuwa nyuma ya pazia, akichunguza, akipima, akisubiri. Mobutu alijipenyeza taratibu katika siasa. Akawa mkuu wa jeshi, na hapo ndipo alipopata nguvu halisi. Alijionyesha kama mtu wa kati, anayependa utulivu, asiyeegemea upande wowote. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa na mpango mmoja tu: kutwaa madaraka yote. Mwaka 1965, kwa mapinduzi ya kimya kimya, Mobutu alichukua uongozi wa nchi. Hakukuwa na kelele nyingi, hakukuwa na mapambano makubwa. Asubuhi ilipofika, Kongo ilikuwa chini ya mtu mmoja, Mobutu Sese Seko. Alijitaja kwa jina refu lenye maana nzito: Mobutu Sese Seko, Kuku Ngebendu wa Zabanga, yaani shujaa asiyeweza kuzuilika. Alibadilisha jina la nchi kuwa Zaire, akapiga marufuku majina ya kikoloni na akahimiza kile alichokiita Uafrika halisi. Kwa wananchi wa kawaida, alionekana kama mkombozi. Lakini pole pole sura ya pili ya Mobutu ilianza kujitokeza. Alijenga utawala wa hofu. Aliwaondoa wapinzani, akanyamazisha waandishi wa habari na kuifanya nchi kuwa mali yake binafsi. Wakati wananchi walizidi kuwa maskini, Mobutu alizidi kuwa tajiri kupita kiasi, akimiliki majumba ya kifahari ndani na nje ya nchi. Lakini bado dunia ilimkumbatia. Mataifa makubwa yalimuona kama ngao dhidi ya ukomunisti. Alivumiliwa, hata kulindwa kwa sababu ya siasa za kimataifa. Kwa nje, Mobutu alikuwa rais, lakini kwa ndani alikuwa mfalme. Lakini utawala wa hofu hauishi bila gharama. Katika sehemu ya pili, tutajua jinsi Mobutu alivyojenga utajiri wake wa ajabu, mateso ya wananchi wa Zaire na mwanzo wa anguko la kiongozi aliyedhani hatatikiswa milele. Basi usichoke kufuatilia sehemu ya pili na kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.